Hi and welcome to my YouTube channel. Majina yangu ni Elvira Chaz. Kama wewe ni mgeni hapa, you know how we do it. Tuwa tuna subscribe, like, share, comment na uendelee kusupport. Na siku ya leo ni kukuambia kuwa makini na maneno unayotumia, especially inapotokea swala la kubishana na mtu, kutupiana maneno. And sometimes inaweza nitumie neno labda kutukana au whatever, lakini kuwa makini na maneno unayotumia. Kuna maneno ukimtamkia mtu hata uombe msamaha mara 100 haitafuta maana na kitu ambacho alikifikiria pale ulipotamka maneno. Na iko hivi, mtu akikutamkia kitu, wewe unayetamkiwa lazima una definition zako moyoni mwako. Ndio bila kuwa anaongea hivi kwa ajili ya nini? Na baadaye mtu baada ya muda fulani anaweza kukwambia oh I'm sorry, au labda anaweza kukuambia kwamba ilitokea tu, zilikuwa ni hasira, lakini sisi ni binadamu and we need to know how to control whatever is happening in our mind. Yani huwezi kuniambia eti nilikuwa na hasira nikakutukania wazazi na hasira zimeisha, I'm sorry. No, we don't live that way. Kama una hasira, wewe ni binadamu, you really know exactly what to do. Kuna watu wanajua hasira zao hadi you be like wow, this person is smart. Kuna mtu akiwa na hasira aongei, na reason being anakuambia mimi nikiwa na hasira nikiongea nitatamka maneno ambayo baada ya muda fulani baada ya muda fulani mimi nitajutia, na mimi sitaki kujutia. So wanachokifanya waga wanatoka kwenye eneo la tukio. Lakini kuna watu wengine hawana kabisa muda wa kuongea kwa sababu wanajua chochote. Unajua hasira inaweza kukufanya kuongea vitu vyovyote, kufanya vitu vyovyote. Niko hapa kukuambia kama kuna ulazima unatakiwa kuongea ukiwa na hasira, then unatakiwa kuwa makini na maneno ambayo unayatamka. Unatakiwa kuchagua kabisa. Na kabla hujaongea na kuendelea mbele, unatakiwa kujua baada ya kutamka maneno nini kitatokea. Je, huyu atajisikiaje? Unajua ukishaanza kufikiria fulani atajisikiaje, ushaanza kuwa na ubinadamu ndani yako. Lakini kuna watu ubinadamu ndani yao umepotea kabisa. Anaweza kaamka hapa akafanya kitu kibaya na anajua yani ajali wewe utafanyaje na utajisikiaje. Hajali kuhusu hivyo. Ndio wao utakuta anatamka kitu kibaya na haisi kama yani anajua kabisa hichi ni kibaya, lakini hajali utajisikiaje. Kwa hiyo nikwambie uwe makini sana na maneno unayotumia, especially ukiwa unaongea na mtu ambaye yupo ni sehemu ya maisha yako. Kwa nini nasema kuna watu ni sehemu ya maisha yetu, yani with or without our willing. Yani tukubali tusikubali, wale ni sehemu ya maisha yetu. Let's say mtu ni ndugu yako, yani hata umpende usimpende, that person ni ndugu yako, my friend. Kwa sababu ni tofauti na rafiki. Rafiki huisha, watu wanaweza kaskazini na magharibi, but east or west, huyo mtu ni ndugu yako. Kwa hiyo kuna maneno ambayo hutakiwi kumtamkia. Na let's say mtu ni mzazi wako, let me use mzazi, wazazi wako. Wazazi wako wapende usiwapende, wale ni wazazi wako. Same tu watoto. Watoto wale ni watoto wako. Uwe kwenye maisha yao, usiwe kwenye maisha yao, wale ni watoto wako. Kwa hiyo kuna maneno ambayo tunatakiwa tu makini kuyatamka. Mimi natoa mfano. Let's say mtu ni au ni mume wako au baba wa watoto wako. Mmebishana tu kidogo na mwambia wale watoto hata sio wako. What do you expect? Kuna watu wengine wanaweza kujua kabisa ni watoto wangu, lakini kwa kuwa mama amesema sio watoto wangu, then I'm not going to deal with this kid. Then tomorrow, even after hata baada ya muda mchache be like oh I'm sorry, zilikuwa ni hasira. Ina maana ulikosa neno lolote la kutamka zaidi ya kumtamkia huyo mtu kwamba watoto si wake. Na unaenda ambalo unaomba wewe wa kuzalisha atakuwa wewe. Unaona? Lakini baadaye huyu be like oh sijui ni nini nilivyo naomba msamaha. Same. Unaweza kumwambia mimi sijawahi kukupenda, nilikupenda tu kwa sababu maybe una watoto wangu, wewe ni mama wa watoto wangu, lakini sijawahi kukupenda. Unamtamkia maneno unamdhoofisha, alafu baada ya muda fulani unamwambia mpenzi wangu sio mke wangu, samahani. No, we don't live that way. Kuna watu kwenye maisha utakiwa kuwatamkia maneno mabaya. Kwa mfano labda mtu anafanya kazi anakutumia pesa, wewe uko mkoani anakutumia pesa, anatambua kwamba unamnunulia vitu, unamwekea nyumba, unamjengea, akija anambia unajua zile pesa nilitapeliwa. Kwa sababu naye ana utu ndani yake na labda wewe ni ndugu yake pia, anakubali tu, anambia ni sawa, tutapata pesa nyingine, ana move na anaendelea na maisha mengine. After some time mmebishana tu kidogo na kwamba nafikiri zile hela zilitapeliwa. No, nilikula na hakuna kitu utakachokifanya.
Umesahau kwamba yule mtu kuna siku utamhitaji kwa sababu ni sehemu ya maisha yako, ni ndugu yako. Baada ya muda mchache unakumbuka ulichokifanya sio sahihi, unaanza kumuomba msamaha. Are you out of your mind or something? Mtu utishamwambia ile ulikuwa na hakuna atakachokufanya. Niko hapa kukwambia please, let us mind what we are saying. Haijalishi una hasira kiasi gani. Be careful with whatever you do. Unakuwa na mtu ni rafiki yako au ni mtu wako wa karibu, unamtukania wazazi wake. Hakuna kitu kinauma kama mtu kukutukania wazazi wako, watoto wako, mke wako au mume wako. Hakuna kitu kinauma kama kile. Lakini wewe unajua kabisa hawa watu, these are sensitive people in your life. Unamtamkia mtu maneno machafu ndio bila hai. Kuna watu wengine let's say bahati mbaya wamepoteza wapendwa wao, let's say watoto. Unabishana tu na mtu kidogo na mwambie ndio maana mtoto wako alifariki. Na unajua nani alimuua? Namjua na ni mimi ndio maana. Na huyo mtu kesho na kesho kutwa unatarajia kusamehe kweli? Unaongea na mtu unajua wazazi wake alifariki, unamwambia ndio maana fulani alifariki. Nadhani kwa sababu kutokuelewana ni kitu cha kawaida kwenye maisha, lakini tusiwe na zile roho mbaya za kuongea vitu vibaya pale ambapo naweza nikasema ni hasira, lakini sitaki kutumia neno hasira kwa sababu mimi naamini binadamu we really know what to do tukiwa na hasira. Kwa hiyo sitamke maneno ambayo kesho na kesho kutwa unajifikiria kwamba haya maneno nilitamka kwa nini. And na wewe unakosa jibu kwa sababu na wewe tayari maybe ulitamka yale maneno mtu ajisikie vibaya na ameshajisikia vibaya, nini umefanikiwa? Kwa hiyo tuwe makini na vitu ambavyo, tuwe makini na maneno tunayotamka, tuwe makini na chochote ambacho tunajihusisha nacho kwa sababu kinamgusa mtu kihisia kwa namna moja ama nyingine. Tusiruhusu maneno yetu yakawa mwiba kwa mtu mwingine, kwa sababu especially mtu ambaye unamhitaji. Hii dunia ni sehemu salama, lakini sisi binadamu ndo tunaifanya isiwe sehemu salama. Mtu anakuambia unakumbuka ile mtoto wako alikuja nikakwambia ameanguka. Hakuanguka, mimi ndo nilimpiga. And be like what? Kesho na kesho kutwa unataka kuonewa mtu wa kawaida kweli? Honestly, tuwe makini na maneno tunayotumia. Kama unaona kunyamaza ni bora kuliko kuongea vibaya, ni vyema kabisa ukanyamaza.